katika bonde la kivuli. Kwa majina naitwa Pius Vitus Ngonyani, ni mwinjilisti na ninatokea katika kanda ya Iringa, mkoa wa Iringa, na kituo changu ni Hanganatwa. Nipo hapa kuelezea jinsi mama ambaye anaitwa Neema vile ambavyo ameipokea Injili. Siku ya kwanza nafika nyumbani kwao nilikaribishwa, lakini hiyo ni familia ya waumini wa kanisa la Church of God, na nilipofika hapo nilianza nao mazungumzo, tukasalimiana na hatimaye tukaanza kujifunza nao. Kuonekana kwamba baba huyu alikuwa ni muumini na katibu mchungaji wa kanisa la Church of God. Walieleza nini maana ya Sabato, na mwisho wa siku nikawaelekeza kuhusiana na habari ya Sabato. Wakaonyesha kwamba hili jambo kwao ni geni. Nilipoendelea kujifunza, mama wa nyumba hiyo akajitoa, lakini alipitia changamoto nyingi alipojitoa. Changamoto kubwa, yeye anasema kwamba mume wake alikuwa muumini katika hilo kanisa la Church of God, lakini mwisho wa siku alihasi, akabaki bila kanisa na alioa wanawake wawili. Kwa hiyo alipitia manyanyaso makubwa, kwa hiyo alikosa faraja na jamii ilimtenga na kanisa pia lilimtenga. Kwa mateso aliyopitia, akaomba tuzidi kumwombea na tuendelee kumfariji. Tulienda mara kwa mara katika sehemu hiyo tukamwombea na hatimaye tukazungumza nao. Mume wake naye alikubali kujifunza, lakini mwisho wa siku huyu mama akakubali kubatizwa. Alipobatizwa changamoto pia zikaendelea, kwamba mume wake akamwambia kama ndio hivyo basi wewe na mimi tuweze kuachana, lakini mwisho wa siku tuliweza kuomba naye na huyu mama akaonyesha kuwa amepata furaha, na huyu baba pia akaelewa, naye tunaendelea kujifunza, lakini huyu mama ameshajitoa kwa ajili ya ubatizo na ameshabatizwa, na sasa ni mshiriki katika kanisa letu la Waadventista wa Sabato hapo Hanganatwa. Kwa ujumla kwamba kazi ya Mungu inaenda vizuri kulingana na changamoto ya eneo hilo ambalo ilikuwa ninakaa. Watu wengi walikuwa hawapendi Waadventista wa Sabato na walikuwa washirikiani nao. Tukarudisha ushirikiano na watu, na sasa hivi tunaweza kufanya mapatano makubwa na jamii, na watu wamejua Sabato na wengi wanaendelea kujifunza na wengi wamejitoa, wamebatizwa, na watu wengine 8 wanategemea kubatizwa hivi karibuni.